Gwajima amesikia tunaongea habari ya utekaji sana. Watu wanatekwa kila siku. Na nilikuwa namwambia hapo Waboni yale. Juzi mimi nikiwa Shinyanga, rafiki zangu wawili tena wa sisi walinipigia simu wakaniambia, Mheshimiwa Lema uko wapi? Nikamwambia niko hotelini. Wakaomba tule nao nyama. Nikaenda mahali walikokuwa, tukachoma nyama, tulikuwa tunakula. Wakawa wananionya. Wananiambia, Mheshimiwa Lema, tunaona bana mambo ya utekwaji, kuwindwa, mnawindwa sana. Hebu punguzeni kasi bana, usije kaumia kama leo. Ni rafiki yao, wananishauri vizuri, lakini sio vizuri, wananishauri uoga. Sasa sikiliza. Mimi nikawaambia mmoja wao, ni wa CCM, rafiki zangu wa CCM. Nikawaambia hamwezi kuwa mbele kama mimi, lakini ni muhimu sana kila mtu akajali mambo yanayotokea. Jana asubuhi mmoja wa wale niliokuwa nao nikaona simu inaingia saa 11 alfajiri. Baadaye nikampigia, salama Mangi, salama nini? Akaniambia, naomba msaada wako. Juzi nimetoka Shinyanga nikaenda Dar es Salaam. Nikawa nimekaa na wadogo zangu, tunakula. Baadaye wakaondoka. Na mimi nikarudi hotelini kulala. Leo ni siku ya 5, sipati wadogo zangu. Nimeenda mochwari kote sijawaona. Nimekwenda polisi sijawaona. Mheshimiwa, naomba unisaidie. Nikakumbuka tulivyokuwa Shinyanga, nilisema hivi, na nikasema Mungu wangu, kama nilikuwa naacha laana mimi. Nikasema kila mtu anakaa kimya juu ya mateso yanayoendelea. Ukasikia mtu ametekwa, amezulumiwa, ukakaa kimya, hiyo dhambi utakuja kulipa siku moja, siku mahali fulani, kama sio wewe mtoto wako. Sasa huyu ni mtu ambaye wadogo zake hawaoni. Nikamwambia nenda polisi. Ameenda leo hospitali polisi. Ananiambia nimefika polisi. Kaimu anasema niambia nenda kule Tabata. Akasema tukio limetokea kwenye mamlaka Kinondoni. Akaniambia, Mheshimiwa, anafanya nini? Sasa wakati ananiuliza hivyo, nikawa nafikiria. Sasa leo nimemsikia Rais Samia. Rais Samia anaongea, Gwajima ameita vyombo vya habari. Gwajima anaongelea watu ambao wametekwa na kuuawa. Akataja idadi ya watu wengi takriban 80. Gwajima anasema, we Rais Samia, angekuwa ni Abduli mtoto wako ametekwa ama ametobolewa macho, wewe kama rais ungechukua hatua gani? Akasema, wewe ndio amiri jeshi mkuu. Vyombo vya ulinzi na usalama vinapaswa kujua hao watu waliotekwa ni nani, na kama sio vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya mambo hayo, IGP atakiwa ogope, mkuu wa majeshi atakiwa ogope. Maana yake tumevamiwa, kuna watu wanaua watu ndani ya nchi. Sijui umeelewa? Anasema haya mambo sio sawa sawa. Sasa sijui kama sauti nasikika. Nimeumia sana. Sasa chama kinakuwa Gwajima nice. Popote vile tusi Gwajima nice chama chetu, magwajima tuyaache nje. Sikiliza. Huyu nisikilize. Mashehe hapa. Maaskofu hapa. Huyu ni rais wa nchi. Sikiliza. Inaogopesha na tisha. Sisi kama maelewa Moshi amelewi. Mkinielewa mtaogopa. Huyu ndio rais wa nchi. Ndio mlinzi amani namba 1 nchini. Ndio mlinzi wa sheria na katiba namba 1 nchini. Gwajima anamwambia, Mheshimiwa Rais, kuna watoto wametekwa. Mdude amechukuliwa chumbani kwake mbele ya mke wake. Mdude ameondoka nayo. Soka alikuwa hajafika miaka 30, ajui kwa wapi. Ned alichukuliwa kwenye basi.
kuokota maiti. Rais anasema hawa watu wote ndani ya CCM wanaojali mambo haya ni Magwajima, na Magwajima yote yasirudi katika vikao vya uteuzi vya CCM vinaanza kupitisha wabunge madiwani. Magwajima yote yateswe. Yaani manaki kutetea haki unastahili adhabu. Huyu ni rais wa nchi anaongea. Mheshimiwa Rais, kama Mungu aishivyo, kama Mungu aishivyo, polisi wako na usalama wa taifa unaweza ukawapa maelekezo juu ya maisha yetu sasa hivi.